Ndugu zangu katika imani na dada zangu katika imani, mimi nitazungumzia jambo ambalo ni nadra sana kuzungumziwa katika mujtama wa Kiislamu, na ni jambo ambalo lina uzito na ni changamoto kubwa kwa walimwengu kwa ujumla, na vile vile ni changamoto kubwa kwa Waislamu. Jambo lizima hili la kuangalia hawa watu walemavu. Hawa walemavu sisi tumeweka wapi katika mujtama wetu? Wale ambao ni viwete, wale ambao ni vipofu, wale ambao ni viziwi, wale ambao hawana hal ya kujiendeshea maisha yao, wale ambao ni mataira, wale ambao wana maradhi ya autism, ambaye sasa hivi takwimu zinaonesha za ulimwengu kwamba 10% mpaka 15% ya watoto wanazaliwa ulimwengu sasa hivi wanaamka na maradhi hii ya autism. Autism maana yake ni mtu kuchelewa kuchanganua mambo. Mtoto wa miaka 10 akili yake sawasawa na mtoto wa miaka 3. Na hizi ni changamoto ambazo zinachemka ndani ya majumba yetu, lakini kwa sababu ya udhaifu wetu na kwa sababu ya sisi kuona haya na kuona aibu, baadhi ya watoto wanafungiwa ndani ya majumba mpaka wanaondoka duniani hawajafaidika na ulimwengu huu, bal wamekuwa wanafanywa kama walivyokuwa wanafanya Makuraish, wanawazika watoto wao hai kwa sababu ya kuona haya na aibu. Unapozaa mtoto wa kike hatuna tofauti na hao. Haya ni mambo ambayo kwa kweli yanavunja moyo. Ukiona hali sasa hivi na ulimwengu uliobadilika na maradhi yalivyokithiri ambayo yamechangia sisi leo kuwa ndani ya wanafamilia, baadhi yetu wao wana maradhi kama haya, lakini hakuna watu wanawatambua wala hakuna watu wanawapatia nafasi ya kuingia katika ulimwengu huu, hususan katika ulimwengu wa Kiislamu. Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba sisi, ndugu zangu katika iman, kwa hikma yake baligha. Kuna wale Allah subhanahu wa ta'ala amewaumba ni vipofu. Kuna wale Allah subhanahu wa ta'ala amewaumba ni viwete. Kuna wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewajaalia ni viziwi. Lakini uwepo wao katika mujtama, wao kuwepo hawa walemavu katika society, ndugu zangu na dada zangu katika iman, tupate kujua kwamba hii ni rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Unapoona hawa viwete na viziwi na vipofu na mataira, jua kwamba hii uwepo ni rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba umma huu, ummatu Muhammad, utanusuriwa na wale madhaifu katika society. Sisi kupata mvua wakati mwingine yenda ikawa ni kwa sababu ya hawa vipofu. Sisi kupata amani wakati mwingine ni yenda ikawa ni sababu ya hawa vilema na viguru hawa. Uwepo wa hawa viwete na vipofu ni rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema umma huu utanusuriwa na madhaifu katika umma huu kwa dua zao na sala zao na ikhlasi zao. Allah subhanahu wa ta'ala atatunusuru kwa sababu yao. Kwa hiyo hawa ni watu au viumbe ambao Uislamu umeweka wapi? Bila shaka Uislamu ni dini ambayo ni shamil kamil. Hii dini haikuacha jambo lolote isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala ametudhihirishia. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema taraktukum ala albayda laylaha kanahariha la yazighu anha illa halik. Nimewacheni nyinyi katika njia ambayo ni nyeupe kabisa, usiku wake ni kama mchana wake, bimaana hakuna giza, na hapotei mtu katika njia kama hii isipokuwa ni mtu wa kuangamia. Ndugu zangu katika imani, hawa walemavu Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwapatia bishara njema, kama alivyotangulia ndugu yetu, Mungu amhifadhi, mzungumzaji wa pili, Sheikh Khubayb. Na hii dini ni dini ya kubashiri mema, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam,
bashiru wala tunafiru wayassiru wala tuassiru. Bashiru, wapeni watu bishara njema, msiwatishe watu, msiwadharau watu, msiwavunje watu mioyo zao. Wala tuassiru, msiwafanyie watu dini kwa ngumu. Hii ni dini ambayo imekuja na khairi nyingi, hususan hawa walemavu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa latif kwa hawa watu, alikuwa mrahimu kwao. Moja katika masahaba, Amr bin Jamuh, huyu ni sahaba, alikuwa kiwete, kiguru. Anakuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambia ya Rasulullah, mimi nataka kuingia katika vita vya Uhud, na mimi nakuuliza ya Rasulullah, mimi nikipata shahada, nikiingia aljanna, je, nitaingia janna mimi ni kiguru au mimi ni kiwete? Mtume sallallahu alaihi wasallam, angalia maneno yake mazuri, ile rahma na shafaka alikuwa nayo, na ile kuwapatia hao heshima na moyo. Akamwambia, utaingia aljanna na mwili wako ni kamili, miguu yako iko sawa, kila kitu kiko sawa, hakuna maradhi, hakuna ugonjwa, hakuna kuzeeka. Kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ahlul janna la yabulun la yataghawatun, hakuna kwenda haja kubwa wala kujoa. Utaingia kijana mdogo, utaingia katika maumbile yako aliyekumba na Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna kuingia kama kiguru. Sahaba anafurahi, anaingia katika vita vya Uhud, huku anajua kwamba malipo yake ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atamrudisha katika hali ambaye kila mwanadamu anataka kuwa naye, hali ya ukamilifu. Ndugu zangu katika imani, moja katika masahaba alimsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakati mwingine ukisikia fadhila na khairi ambayo Mwenyezi Mungu amewaandalia walemavu, wallahi wakati mwingine unatamani uwe sehemu yao. Mtume alikuwa anamwombea dua salatul janaza, Allahumma ighfir lahu warhamhu waskana fi, dua ndefu mpaka sahaba anasema nikatamani mimi niwe katika hali hiyo, kwa ile khairi wakati mwingine ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewajalia. Wewe angalia yule ambaye ni kipofu, Mtume anasema yule ambaye amepata ibtila kwa macho yake mawili, fasabar falahul janna, yoyote ambaye ni kipofu akasubiri, basi hiyo ni garantia ataingia aljanna. Hiyo ni maneno ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. So usijione ni mnyonge wewe kwamba ni kipofu au ni kiziwi au wewe ni kilema. Jua kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hampi mtu mtihani na akasubiri katika ule mtihani, ila jaza yake iko kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sahaba anasema, natamani lau mimi ningekuwa katika hali ya ule mlemavu au ule maiti aliyekufa, kwa ile dua nzito ambayo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amewajalia. Ndugu zangu, kwa sababu ya dhiki wakati, nataka niwatupie swali sasa, tuingie kwenye kazi wazima. Wewe kama Muislamu umechangia nini katika kuwasaidia walemavu? What is your kama tek, umechangia nini katika hilo? Kwa sababu wengi wetu tuna tabia kuachia wengine wafanya haya. Kuna organizations zinafanya, au sijui kuna charity. Wewe kama Muislamu dauri yako ni nini katika kuwasaidia hawa walemavu? Wewe mama na baba ambaye umemficha mtoto wako ambaye ni kilema au ni kiziwi au ana maradhi ya autism au ana ile Down syndrome, haya ni maradhi tuko nayo ndani ya majumba. Dada zangu na ndugu zangu, tumefanya nini kuweza kuwasaidia hawa watoto waweze kuishi maisha kama watu wengine? Jambo la kwanza ndugu zangu, kwa sababu wakati itakwenda mbio, ni kwamba sisi tuchunge sana hisia zao. Hawa walemavu tukianza kuwasaidia, tuanze kuangalia, tuchunge nyoyo zao, tuchunge hisia zao, tuchunge shuur yao, tusije tukawaumiza roho zao. Usimuone mtu kilema kama baadhi ya watu wanapenda kumita mtu kwa ulema wake. Wewe kiwete, wewe kiguru, njoo hapa. Hii yote imekatazwa katika Uislamu. Au unamuona kipofu, unamwangalia mpaka anguke kwa shimo ili uweze kucheka. Ama ukiwa wewe mzuri sana, utamsogelea tu akupite, hauwezi hata kumuonesha njia. Wewe umechangia nini katika kuchunga hisia ya hawa watu vilema? Kwa sababu wamekuwa kama outcast katika society. Watu hawataki kuwasikia, watu hawataki kuwaalika, watu hawataki kuwaozesha, wamekuwa ni watu ambao ni duni. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akikasirika sana
pindi anapoona kilema anachukua. Imekuja katika vitabu vya hadith, sahaba mkufu Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud ni sahaba ambaye ni maarufu, alikuwa qasiratu qima, alikuwa ni sahaba mfupi, daqiqa saqi, miguu yake miembamba, alikuwa hana mvutio, sahaba mfupi, miguu nyembamba. Yawm min al-ayyam Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa masahaba akamwamrisha huyu sahaba Ibn Mas'ud apande juu ya mtende au apande katika mti wa mswaki au mti wa mtende kutoa tende. Ibn Mas'ud alipopanda juu, ule upepo ulivyokuwa unakuja na vile miguu yake ni nyembamba, ile izari yake kanyanyuka juu, wakaona uembamba wa miguu yake na wakaona upepo karibu umwangushe sahaba huyu juu mti. Masahaba na wanadamu wakaanza kucheka. Mtume alikasirika, akawaambia, mnacheka nini? Atadhakuna min diqqati saqai, mnacheka uembamba wa miguu ya sahaba. Mtume alikasirika mpaka uso wake uko mwekundu, akaambia, walladhi nafsi biyadi, na wapieni kwa yule ambaye nafsi yangu iko katika mikono yake, miguu yake hii athqalu fil mizan min jabal Uhud. Hii miguu ya huyu sahaba miembamba ambaye mnaicheka, dhaifu, ambaye upepo inaipuliza, ni mzito kwa hasanat na amal njema kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuliko mlima wa Uhud, liannahu kana yaqumu al-layl. Huyu ni sahaba akisimama usiku, akifunga saumu mchana, akiwasomea Qur'ani wasiokuwa Waislamu. Alikuwa ni mtu shupavu, imani yake, kalbi yake Allah subhanahu wa ta'ala alimjaalia ni mtu muumini wa kisawasawa. Allah subhanahu wa ta'ala haangalii mili yenu wala haangalii uzuri wenu, anaangalia kama alivyotangulia shekhi wetu, alqulub. Huu moyo huu ndio Allah subhanahu wa ta'ala atakwenda kutupima nao. Na bila shaka Ibn Mas'ud amepata tazkia na sharaf kwa maneno ya bwana mtume kwamba huyu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala miguu yake ni mizito kuliko Jabal Uhud. Ndugu zangu katika imani, usione kama mtoto wako amepata mtihani ya maradhi au hana miguu, umemzani kilema. Wallahi wamekuja watu bora, watu ambao wamesaidia katika hii dini kutuliko hata sisi, wamechangia kukubwa katika elimu na katika jihad na katika maarifa, na maneno yao yuktabu bima idhahab mpaka leo. Wallahi walikuwa wengine ni viwete, wengine walikuwa ni vipofu, wengine walikuwa ni watu viziwi, lakini walichangia kukubwa sana pindi walipopewa nafasi ya kuchangia katika hii dini. Urwa ibn Zubair, Urwa az-Zahid, huyu Urwa alikuwa ni mcha Mungu na ni alim min ulama al-Islam. Urwa alipata maradhi ya saratan, kansa, na ilikuwa lazima mguu wake ukatwe. Haya maradhi hajaanza leo jamani, ni maradhi ya kitambo. Wale matabibu wakamwambia Urwa, ukitaka tukukate mguu huu lazima tukupatie mvinyo. Unajua mvinyo? Pombe. Ili uweze kupoteza akili yako, usipate hisia yale machungu. Leo madaktari wanaita anesthesia, ile sindano ya ganzi, wakati wa nyuma hakuna. Akawaambia kichwa ambacho kinamhifadhi Mwenyezi Mungu na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, abadan haiwezi kuwa haramu ni dawa kwangu mimi. Ikiwa mnataka kunikata mguu, basi ningojeni niingie ndani ya sala. Allahu akbar. Khushua ina gani ndugu zangu katika imani? Yani yeye anawaambia wale matabibu, ningojeni. Na wallahi kichikisa kama hakukutilia mikazo na kuhakikisha Imam al-Dhahabi katika Sira Alam al-Bala, tungesema hizi ni qisas za khayal, imagination tu, lakini kisa thabit. Akawaambia nikiingia kwenye sala, mawasiliano ya duniani yanakatika, yanabaki mawasiliano na Allah subhanahu wa ta'ala. Mkiwangoja kata mguu. Akaingia kwenye sala, matabibu akaja wakamkata mguu wake, hana hisia yeye, akitoa salamu damu inatoka kwa wingi, akapoteza fahamu. Wakachukua mguu yake wakaingiza katika mafuta ya moto ili kukata ile damu isizidi kutoka. Akipata fahamu, Urwa anamwambia, Urwa, pole sana, tunakupa taazia, mtoto wako amepigwa na ngamia teke, amekufa. Tasawwar unatoka katika amali kama hii, amalia kukatwa mguu na machungu yote haya,
unaambiwa mtoto wako amekanyagwa na ngamia, amekufa. Tena yule mtoto kwa kimpenda sana, alisema nini Urwa? Asema alhamdulillah, Mwenyezi Mungu ulinipa adha 4, leo umechukua 1, umeniachia 3. Ulinipa watoto 7, umemchukua 1, umenibakishia 6. Alhamdulillah ala kulli hal. Na hawa ni watu ambao hawajawahi katika historia yao na maisha yao kukosekana sala ya jamaa 40 miaka 40. Mtu hajawahi kukosekana si salatu bal takbiratul ihram. Mimi na wewe tujaribu wiki moja tu, na Ramadhani inakuja inshallah, jifanyie mazoezi uone kama hata wiki moja wengetu tunashindwa kutoboa. Miaka 40 hajawahi kuona shingo za wanaume isipokuwa shingo ya imam. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani na dada zangu katika imani, usione Mwenyezi Mungu amekupa mtihani hii yenda ikawa riziki mnazozipata nyinyi ndani ya nyumba yenu ni kwa sababu ya mtoto mlemavu. Yenda ikawa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mitihani mengine amekuepusha nayo kwa sababu ya mtoto. Usione kwamba hili ni jambo baya au hili ni jambo ambalo la aibu. Allah Subhanahu wa Ta'ala ndio kamjalia hivyo. Kwa hiyo wewe la msingi ni kukubali kadari ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na kuridhika na kadari ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa ndugu zangu katika imani, nukta ya kwanza, tuchunge sana hisia zao. Usimwite mtoto wa mtu kiwete au kilema au kumfanyia istihza, kwa sababu hili ni jambo ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza, na hii ndio nukta ya kwanza ya kuweza kuwasaidia hao walemavu. Jambo la pili ni kukidhi haja zao. Tusaidieni. Anapomwona kipofu anatembea barabarani, anakwenda kwa mshike mkono, mfikisha anapokwenda anapata kufika. Kwa sababu leo kipofu hata msikitini, ndugu zangu, mtashuhudia hayo. Kipofu, jambo kubwa Waislamu waanza kufanya ndani ya msikiti ni kumuondokea kwenye safu apite. Wewe nenda kafie mbele huko. Hakuna ila wachache watamshika mkono wake, wamwambie Sheikh unakwenda wapi, amfikishe mpaka nyumbani. Leo vipofu wangapi Waislamu wanakaa siku moja katika msikiti wetu kule, baada ya salat al-isha watu wamemwacha maskini, anangoja, hajui kupiga simu, kuita bodaboda mpaka saa 5 za usiku. Maskini Mungu, hakuna anayemjali, kila mmoja anapita. Kipofu huyu hataki ile dhiki ya kumsaidia. Wewe unajuaje kama maisha yako utamaliza na macho yako mawili? Wangapi walianza na macho yao mawili leo hawana? Wangapi walikuwa na miguu yao miwili hawana? Juzi naona katika clip moja mwanamke amepanda basi anaelekea sehemu anaelekea, ajali ikapatikana. Huyu mwanamke, watu walivyokuwa hawana haya. Hii mitandao ndugu zangu katika imani wallahi inatufanya wakati mwingine tunakuwa na roho ngumu kuliko mawe. Mtu anamrekodi yule mwanamke, miguu imekatika miwili, amebaki na miguu nusu, magoti yote yamekwenda, analia kwa taabu, lakini jamaa ana rekodi ili apate likes, awe mtu wa kwanza kutupa clip hiyo. Haya, mama kapanda matatu au basi na miguu yake, anarudi nyumbani hana miguu. Wangapi wameamka haoni, macho yamepotea. Kwa hakuna mtu anajimakinisha na makra Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo unapomwona mlemavu msaidie, kama ni kipofu mshike mkono, kama ni kiwete mbebe na gari yako, mfikishe anapokwenda. Wallahi ni katika khairi kubwa ambaye dini ya Uislamu imejengwa juu yake. Kabla siingie jambo la tatu, imenikumbusha hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna mwanamke alikuwa akili zake ni punguani. Huyu mwanamke alikuwa ni mtumwa, alikuwa katika asri ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Angalia Mtume, rahma yake na heshima kwa hawa walemavu. Huyu mwanamke alimfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia Rasulullah, nina haja zangu nataka nikueleze, lakini si mbele ya watu. Anajulikana mwanamke akili yake iko sawa. Watu wanamshangaa, nataka kumwambia nini Mtume? Mtume akamwambia chagua mauid na sehemu unataka tukutane nikusikilize. Mwanamke wazimu huyu akamwambia Rasulullah, nataka tukutane sehemu fulani. Na Mtume akaenda akamsikiliza, akamtimizia haja yake. Wazimu. Leo ukifuatwa na kilema tu, kimwona anakuja unakata kona. Wengine vilema ni matajiri bwana. Unamkimbia labda ni tajiri yako huyo. Tajiri kukushinda wewe. Lakini kwa sababu ile akili zetu zimechafuka, tukimwona mtu kilema tunajua ni maskini. Tukimwona mtu kipofu anataka kuomba. Wengine wana hali zao nzuri kukushinda wewe, na wamechangia kukubwa sana katika society hii, kama tutakuja kuona huko mbele. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, Mtume sallallahu alaihi wasallam vile vile Allah Subhanahu wa Ta'ala alimlaumu.
kisa maarufu ya Abdullah ibn Maktum. Abdullah ibn Maktum alikuja kuuliza baadhi ya mambo kwa Mtume sallam, na Mtume anajua tayari huyu ashakuwa Muislamu, anataka washike masanadid, apate wafuasi wengi waingie katika dini, hawa ambao wanazuia haki. Mtume akamkunjia uso kidogo kama vile niache nimalizane hawa. Allah subhanahu wa ta'ala akamshushia aya abasa wa tawalla ila akhir sura. Ewe mwenye kunja uso, Mtume Mwenyezi Mungu. Na wakati baada hapo Mtume wakimwona Ibn Maktum akimkaribisha kama marhaban, karibu kwa yule ambaye Mola wangu aliniona juu yako wewe. Angalia hii dini imeweka wapi hawa watu. Ndugu zangu katika imani, nukta ya pili, tujitahidi sana kuwasaidia. Jambo la tatu katika kuweza kuwarudisha katika hali nzuri ni kuwapatia majukumu. Kuna mtu ni kiwete lakini ni fundi mzuri wa saa, tumsaidie. Kiwete anajua kutengeneza saa, tumsaidie, tumchangie, tumnunulie mashini, tumnunulie vifaa, tumnyanyue kimaisha. Lakini sisi letu kubwa, tukimwona mtu kama huyu naambia sikiliza, msikiti ambaye unaweza kupata mchango mkubwa wewe ukiomba, nenda Jamia Mosque. Hiyo ndio msaada tunaweza tukawasaidia maskini. Unampatia mahali anaweza kupata pesa ya kuomba, badala ya kuwasaidia na kuwapa majukumu waweze kuchangia katika society. Hatuna akili hiyo. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam, huyu sahaba Abdullah ibn Maktum, Mtume alikuwa akienda jihad, akimwachia yeye ni amiri wa Madina, kipofu huyu, akimpatia wadhifa wa kusimamia khalifa wa mji wa Madina, na kando hivyo akimwachia kwamba yeye ni muadhin wa msikiti wa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Leo ni wangapi katika vipofu ambao wamechangia kukubwa katika society hii? Hatuwezi kuzungumza ila lazima tumtaje Sheikh wetu Al-Walid rahmatullah alayhi, Sheikh Ibn Baz rahmatullah alayhi. Sheikh Ibn Baz wakati mwingine tukimzungumzia tunamzungumzia na hisia kuliko wazazi wetu, kwa sababu ile khairi ambaye ameacha, si katika akhlaq, si katika kutoa, si katika ilmu. Na alikuwa ni mtu kipofu. Huyu kipofu ametuongoza sisi katika masaili mengi sana, kwa sababu alipatiwa fursa, hakuachwa hivi, akasaidiwa, akasomeshwa, akaja akasomesha umma leo. Na leo tukianza kumzungumzia hapa Sheikh Ibn Baz, ndugu zangu, itachukua muda mrefu kuzungumzia historia yake. Na leo sikumtaja jina lake, nikataja tu matendo yake. Wengine mtasema huyo bila shaka ni sahaba, au huyo ni katika salafun salih. Huyu ni mtu ameishi katika asri yetu hii. Ibn Baz alikuwa ni kipofu. Mamufti wangapi, hata yule kufa juzi ala Sheikh alikuwa ni kipofu, kwa sababu hawa ni watu ambao wazazi wao hawakuwatupa, pamoja na upofu wao wakawapeleka kusoma, wakawasaidia. Leo wanasaidia umma. Lakini sisi hatuwezi kuwapatia majukumu. Mtu akija kazi, unataka kuangalia mtu siku hizi leo imekuwa criteria, kipimo cha kumwandika mtu kazi, hususan mwanamke, lazima awe ni mrembo. Yani urembo unakuja kabla ya ile experience ya kazi. Andika mwanamke mrembo ndo kazi yako itavutia. Wallahi, moja katika Uislamu ana hoteli kule, ameweka wanawake, subhanallah, wanawake warembo, wamevaa vibaya. Moja katika maduata akamwambia, shekhe, si sawa hivi, hii hoteli ya Muislamu, hawa wanawake wanavaa. Akaambia, unajua shekhe, hawa wanawake ndio wanawavutieni nyinyi kuja kula hapa. Yani leo criteria ya kumwandika mtu ni vipi unaweza ukauza zina kabla ya kuuza bidhaa zako. Akija mwanamke kiwete pale, au kiwete anataka kazi, hawezi kupewa kazi. Na leo kuna accountant wangapi ambao ni viwete? Kuna madaktari wangapi ambao ni viwete? Kwa sababu walipewa fursa na wazazi wao na society ili waweze kuchangia katika society. Sisi watoto wetu wakiwa na kilema tunawafungia kwenye room. Baba anasema fulani asitolewe bana, kuna wageni wanakuja, ataniaibisha mimi. Atakuaibisha nini na Allah subhanahu wa ta'ala akakujalia huyo? Huo ndo mtihani ambao Allah amekupa wewe. Yenda ikawa janna yako imelala katika miguu huyo mtoto. Khairi yako ya dunia na akhira iko katika baraka huyo mtoto katika nyumba yako. Leo namdhalilisha, wakati mwingine hata naambia tu si mtoto wangu, mtoto wa ndugu yangu huyo. Kwa sababu mtoto ni wazimu, mtoto ni kilema. Na haya yote ni kwa sababu sisi leo hata maduat maudhui kama hii hawaizungumzii. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, jambo la tatu
tuwapatie majukumu ili waweze kuchangia katika society. Baadhi ya serikali za Ulaya na Uingereza, hata Kenya, sasa hivi wameanza kurecognize na kuwapatia upeo wao katika society. Baadhi ya wizara na baadhi ya zile slots za bunge wamewapatia wale mazeruzeru, wale viwete, wale ambaye ni taabani katika mshtama, na hii ni njia nzuri na ni njia ambayo wameichukua, ni bidhaa zetu wamezichukua hao. Lakini si Waislamu hatusomi dini yetu. Ndio maana tunaona hawa mashallah wameendelea. Hakuna kuendelea zaidi ya kwamba wao wamerudi katika vitabu vyetu, wakasoma historia ya Bwana Mtume, wakaeza kufanya mambo ya sawa ambayo yanakubalika katika society, na ni moja ni kuwajua upeo wa hawa watu ambao ni vilema. Ndugu katika imani, baada ya kuwapa majukumu ni kwamba tuwatengenezee muasasa za kuweza kuwalea hawa ili waweze kuchangia katika mshtama. Tuwajengee zile organizations, mashule za wale vipofu, school for the blind, wasome wahifadhishwe Qur'ani wale vipofu. Kama nchi ya Misri mashaallah wana namba kubwa sana ya mahufadh ambaye ni vipofu, kwa sababu serikali na baadhi ya mashekhe walitambua umuhimu wa jambo. Maquraa wakubwa ni vipofu. Walisoma vipi? Ni kwa sababu kuna juhudi ya mtu mmoja ama wawili waliwasaidia kuwanunulia zile vitabu zile braille za kusoma ili waweze kuhifadhi Qur'ani na kuhifadhi baadhi ya ulum ambazo ni muhimu katika society. Tuwatengenezee mashule, tuwatengenezee hata katika kongamano hii. Silitoi makosa. Kongamano nyingi tumekwenda na mashekhe wenzangu wanajua kwamba nadra sana utapata katika kongamano kuna yule sign language. Mazungumzo yanazungumza hapa akiwa kuna kiziwi hapa, hawezi kunisikia, hawezi kujua anazungumza nini. Lakini ikipatikana mtu yuko hapa akawa anamueleza, bila shaka hata yule kiziwi atafaidika. Leo ukiangalia habari, vyombo vya habari, kwa sababu ya kutaka kufikisha message yao kwa kila mtu, wamefanya bidii, wanakuwekea mtu katika kona ya television, mtu ambaye ana sign language, anaeleza yule kiziwi anasikia yote ambayo yanatendeka katika ulimwengu. Lakini leo viziwi wetu maskini ya Mungu hawako duniani na akhera wanatafutwa. Mtoto akiwa kiziwi anadharauliwa, anatengwa, anawekwa kando, anakuwa ni mtu baba na mama akishafariki dunia. Sasa unamkuta baba ameshazeeka, analia machozi, ati nikimwona mtoto wangu machozi inanitoka, namuonea huruma, nani atamwangalia baada yangu? Wewe hukumwangalia ulipokuwa na uwezo. Sasa hivi unaondoka duniani, unajuta nini? Fanya bidii, mpeleke mtoto akasome. Tufungue vile vile shule za wale watoto na maradhi ya autism. Hii maradhi ya autism ndugu zangu ni maradhi wallahi, leo ukitafuta institutions za Kiislamu ambayo inasimamiwa na Waislamu, kwa kwangu mimi nawajua kuna moja ambaye kwa South Sea ndio inaanza kutafuta michango ya kufungua shule mahsus ya hawa watu wenye maradhi hii ya autism. Na ni jambo ambalo ndugu zangu wallahi mimi nawaambieni ni jambo limeingia katika majumba yetu. 10% mpaka 15% ya ulimwengu watoto wanaozaliwa wanazaliwa na maradhi ya autism. Hawa watoto tutawapeleka wapi? Tutawafungia mpaka lini? Tutakuwa mpaka lini kama Makureishi wakizika watoto wao wa kike hai? Hatuna tofauti na wao. Wewe unapomfungia mtoto wako mgonjwa kilema kwenye room mpaka anakufa, hauna tofauti na yule Kureishi alimzika mtoto wake hai. Tushughulike kuangalia vipi tutaweza kuwasaidia watoto wetu. Leo zile institutions si za Kiislamu zinawachukua watoto, zinawalea, zinawafundisha itikadi potofu, zinawafundisha mambo mani kinyume na dini, kwa sababu ya sisi tumelala. Sisi hatutaki kuona matatizo, hatutaki kuona mitihani ikitupata tunaficha. Utaficha mpaka lini ndugu yangu katika imani? Huyo mtoto siku ya kiyama atakuja kukushika koo, akamwambia baba, wewe umenisababisha mimi kuelekea pabaya na wewe huendi huko, tunakwenda pamoja. Ulinidhulumu duniani wewe. Ndugu zangu katika imani, leo sisi hata misikiti yetu khutba za Ijumaa, isipokuwa msikiti wa Jamia, misikiti nyingi hapa Kenya haina yule ambaye anafanya tarjama ya khutbatul Jumaa kwa hao viziwi. Niambieni msikiti gani hapa? Sijui.
labda Isiolo kunayo, lakini Nairobi najua ni msikiti mmoja wa Jamia. Khutba ngapi nzuri zingeweza kubadilisha maisha hawa viziwi, kwa mtu kutafsiri khutba baada aljuma, akawa anaeleza, ama pale wakati khutba inaendelea akawa anawaeleza wale viziwi wapate kufaidika na wao. Lakini kwa sababu hatuwajali hawa, hawana maana hawa, hawana chochote hawa, tumewadharau, mwisho wake wanakuja kufanya mambo ya ajabu. Mmoja katika viziwi, mtoto wa Kiislamu, huyu mtoto kwa sababu ya dhiki na kudharauliwa na kutupiliwa mbali, mwisho alikuja kujiua. Aliingia depression. Baba wake anamdharau, mama yake anamdharau, ndugu zake wanamtenga, mwisho kuona maisha haya hana haja, bora niondoke duniani, kwa sababu ya uzembe ya baadhi ya wazee. Ndugu zangu katika imani, nikimalizia mazungumzo yangu, nasiha yangu kwenu nyinyi, hii mitihani ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametupatia sisi ni mitihani ambayo hatuwezi kuepuka. Ikiwa Mwenyezi Mungu amekuhifadhia watoto wako, basi msaidie yule ambaye mtihani ya Allah subhanahu wa ta'ala ampatia kupitia watoto wake. Mimi namjua mwanamke mmoja, na hichi kisa mara mingi napenda kurudia. Huyu mwanamke alikuwa na tabia ya kucheka viwete, na hadithi naizungumzia na mnukuu yeye mwenyewe mwanamke. Huyu mwanamke kila akiona, kabla ya kuolewa, usichana wake, akimwona kiwete anacheka, akiona kipofu anamwacha hata ingie kwenye mtaro ili acheke. Na ni mwanamke Mwenyezi Mungu alimjalia urembo, alikuwa mwanamke mrembo sana. Kila mwanamume alikuwa anamposa nda kumwoa. Akaja akaolewa, na baada ya kuolewa akashika mimba ya kwanza. Alipozaa mimba ya kwanza akazaa mtoto ambaye ana Down syndrome, yani mtoto hajifai kabisa. Akazaa mtoto wa pili, amezaa watoto 6 wote hali mbaya hivyo, kwa sababu ya kumcheka kilema. Yule kilema aliyemcheka, mmoja katika wale vilema akamwambia, Mwenyezi Mungu atanilipia na mimi, unanicheka mimi, Mungu atakulipia. Tuchunge sana hawa watu, tusiwaudhi. Unaweza ukamcheka kipofu au ukamcheka kiwete na wewe bado uko hai, akakuapisa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala aliposema Mtume kwa Mwenyezi Mungu anatunusuru kupitia hawa madhaifu hawa, kwa dua zao na sala zao na ikhlasi zao, Allah subhanahu wa ta'ala akakukata miguu yako miwili au akachukua macho yako kwa sababu ya kumcheka kilema. Hawa ni ndugu zetu, ni watoto wetu, ni madada zetu. Tukae nao kwa njia nzuri ya heshima na taadhima, yenda ikawa ndio sababu ya mimi na wewe kuingia aljanna. Ndugu katika imani, nafikiri wakati wangu umekwisha, lakini bado nipo. Inshallah tuko pamoja, na tunashukuru kwa kukaa kutusikiliza sisi, na wazungumzaji wako wengi kemkem. Kwa hiyo inshallah, kwa machache, wabillahi tawfik, wassalamu alaikum wa jazakumullahu khairan.